Wapendwa wana wa Mungu, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo, Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Tunayo fursa nyingine njema tena siku ya leo, tunapoendelea kutafakari neno la Mungu, lakini pia kwa lengo la kuombea taifa hili kwa mwaka huu 2025. Anayekuletea neno la Mungu ni mimi mtumishi wa Mungu, jina langu naitwa Christian Mwabukusi wa madhabahu ya Kristo ama Christ Altar Ministries. Na somo letu linasisitiza kumwomba Mungu atupe roho ya kwake ya neema na kuomba. Tanzania inahitaji waombaji. Na kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 33 na 34 inasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Yatosha kwa siku maovu yake. Tuombe. Baba, tunakuja kwako tena siku ya leo kwa toba katika damu yake Yesu Kristo na kwa jina la Yesu. Mimi pamoja na mwenzangu naomba utusamehe, ninaomba utusafishe, ninaomba utuoshe. Tunakuja kulikiri jina lako, tunakuja kutamka maneno yako. Tunaomba kibali kwako Bwana, kwa Roho wako Mtakatifu utusaidie kuyafunua mambo haya na kuyaweka wazi. Na ninaomba uinue waombaji Bwana, watakaoweza kuliombea taifa hili kwa mzigo. Baba, ninakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema na fadhili zako Bwana zitaonekana kwetu, katika jina la Yesu. Amen. Wapendwa wana wa Mungu, katika huo mstari ambao nimesoma anaposema bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, maana yake huo ufalme wake na haki yake umejificha, ama kumekuwa na mfarakano kati ya ufalme wa mbingu wa Mungu na ufalme wa mwanadamu hapa duniani. Kwenye kitabu cha Mwanzo 3 ule mstari wa 17 mpaka ule mstari wa 19, akamwambia Adam, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako ukala matunda mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula, hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Kwa hiyo nataka uone hiyo kwamba kulikuwa kuna faraka kubwa kati ya Mungu Baba na Adam. Na Mungu anaposema ardhi imelaaniwa, manake mimi Mungu nimeondoa uwepo wangu kwenye mazingira yako, nimeondoa kabisa uwepo wangu. Kwa hiyo itabidi wewe mwenyewe uishi kwa kutegemea nguvu zako. Unaona, ndio tafsiri yake. Kwa hiyo tunaposema kwamba ufalme wake uje, ni kwa sababu ufalme wake haujihusishi moja kwa moja na maisha yetu sisi. Na watu wengi wao wananiuliza swali moja, mbona mauaji yanatokea? Mbona kitu fulani kinatokea? Kwa nini Mungu haingilii? Vigezo na masharti kuzingatiwa. Mungu hawezi kuingilia katika mfumo wa dunia hii. Ndio maana hata mwanaye alikufa. Ndio maana wana wa Israeli walionewa miaka 400. Mungu hakuingilia. Hiyo yote ni kukuletea wewe introduction kwamba mazingira haya Mungu anajua yanayoendelea, lakini vigezo na masharti havimruhusu yeye kuingilia moja kwa moja bila wewe kumhitaji. Ndio maana anasema kwamba utafuteni kwanza ufalme wake. Sasa Yesu mwenyewe ametoka mbinguni, anakuja akaona kabisa ufalme wa mbinguni haupo hapa. Unaona, ndio maana anasema utafuteni kwanza. Tunautafuta kwanza kwa kuutaka pia, na tunautaka ufalme wa mbinguni kwenye taifa letu hili. Tunautaka ufalme wa mbinguni kwenye taifa letu hili. Katika taifa letu hili, mifumo tulio nayo, hata kama tukiamua kuirekebisha bila msaada wa mbinguni, tutaweka viraka kwenye kila eneo tunalotaka kurekebisha. Mungu asipojihusisha na kitu chochote, tutaweka viraka tu. Kwenye sera tutaweka viraka, kwenye katiba tutaweka viraka, kwenye kitu chochote tutaweka viraka. Kwa hiyo tutakuwa ambao yaani kama mtu amewekwa POP, amevunjika sijui mkono au mguu, POP na tena ule mkono wenye POP nao ukavunjika, na POP nao ikavunjika mara ya pili. Ndio tafsiri yake. Kwa hiyo taifa la Tanzania linamhitaji Mungu kuliko linavyofikiri, kuliko linavyodhani. Unaona? Kwa hiyo ni muhimu sana, na shetani atataka kututumikisha kwa utumishi mgumu sana, kwa kututenga na Mungu Baba Mwenyezi. Kwa shetani anataka kututesa, anataka kutunyanyasa, anataka kutunyanyapaa. Unaona, alimwambia Yesu kwenye kitabu cha Luka sura ya 4
mstari wa 5 mpaka wa 8. Luka sura ya 4 mstari wa 5 mpaka wa 8. Akampandisha juu, akamwonyesha milki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Shetani huyo anamwambia Yesu kwamba dunia yote hii unayoiona iko mikononi mwangu, na mimi shetani ndio nayempa kila mtu kama ninavyotaka. Basi wewe ukisujudu, ukinisujudia mbele yangu, yote atakuwa yako. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kwa nini akuongelea kipengele cha kwamba shetani anamiliki dunia? Sasa hicho kipengele cha kwamba shetani anamiliki dunia, kama shetani anamiliki dunia, atawaweka anaowataka yeye. Na ndio nataka uelewe, waombaji wote lazima muelewe. Ngoja nikueleze, mifumo ya duniani hii tulio nayo sio mifumo ya Mungu. Hata tupige kelele kuanzia Januari mpaka Desemba. Sasa kuna watu ambao wanaingia makanisani, halafu wanapotoka wanatamani kwamba, wanafikiri mifumo hii ni ya imani yao. Sio ya imani yao. Katika hii mifumo wanaweza wakaingia usiowataka wewe, wanaokidhi matakwa ya huyo aliyewaweka. Kwa hiyo lazima tuelewe hicho kitu, na kwa hiyo ni lazima tuombe. Kama tunamtaka Mungu, lazima tuombe. Kwenye kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 13 mstari wa 1 na wa 2. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari, mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake na vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Na yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Yule joka akampa nguvu zake, kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Unaona? Sasa huyu joka ndio ametengeneza mifumo, na katika hiyo mifumo ameweka kiti cha enzi ambacho anakalia yeye. Upande mmoja kuna uwezo, upande mwingine kuna nguvu. Sasa anayekaa hapo, wewe muombe Yesu wako, muombe Mungu Baba, lakini huyu anayekaa hapa kwenye kiti atakunyanyapaa. Ndio kisa cha wana wa Israeli kumilikiwa na Wamisri miaka 400. Mungu anaonyesha kwamba upande huu wa dunia sio upande ambao ni mwema, na kwa hiyo sisi waombaji ndio kazi yetu kuweza kubadilisha mambo yaliyopo. Kwa nikakusomea ile mistari, twende kwenye Luka sura ya 18 mstari wa 1 mpaka wa 8. Akawaambia mfano wa kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Akasema, palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa, alafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Na waambia atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Ataiona imani duniani? Kwa hiyo tunahitaji kumwomba Mungu, kwa sababu hapa anaonyesha huku duniani kwamba kulikuwa kuna hakimu. Sasa na sisi tuna mihimili mitatu. Hapa nimekuonyesha muhimili wa hakimu. Huo muhimili wa hakimu ndio huyu hapa. Sasa alikuwa ndio anayetoa maamuzi, akawa anamsumbua mjane. Mjane ni mtu ambaye anatakiwa asaidiwe, lakini sasa huyu hakimu aliyeko hapo alikuwa hamsaidii. Lakini maombi ya huyu mjane yaliweza kumlazimisha huyu hakimu ambaye hana Mungu, atheist, na wala hajali watu, anajijali yeye mwenyewe nafsi yake. Na wako watu kama hao kwenye mifumo. Ukiona Biblia imeandika hivi, manake kuna watu kabisa wao wako pale sio kwa ajili ya kutumikia lile kusudi na ule wito, hapana. Wako pale kwa ajili ya kunyanyasa. Nimekutana na watu kama hao kwenye maofisi. Ananyanyasa tu wafanyakazi, anasikia raha kuwanyanyasa. Unaona? Kwa hiyo lazima uelewe kwamba tunahitaji waombaji. Kama tunataka tuondokane na utumwa, lazima Mungu Baba atusaidie kuweza kuomba. Ukienda kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 41 mstari wa 37 mpaka 40. Neno hilo likawa jema machoni pa Farao na machoni pa watumwa wake wote. Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Kwa hiyo tunataka watu ambao wana roho ya Mungu. Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, Farao anamwambia, na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa.
katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Kwa hiyo Farao alimpa Yusufu kila kitu, lakini hakumpa kiti cha enzi. Kwa kiti cha enzi kina siri yake, na Tanzania pia ina kiti cha enzi, na hicho kiti cha enzi kina roho ya uweza na roho ya nguvu, na hiyo roho ya uweza na roho ya nguvu imepatikana kwa kanuni fulani, Kwa ukikalia kile kiti cha enzi cha Tanzania, ukikalia, hata kama ulikuwa na mitazamo yako, ile mitazamo inabadilika, kwa sababu kile kiti huwa kinakuwa kimewekwa wakfu kwa namna fulani, kimewekwa wakfu. Unaona hicho kiti cha enzi. Kwa hiyo ni lazima uelewe, na kuna viti vya enzi vya mamlaka nyingi tu. Kwa hiyo ningeweza kusema kwamba bunge lina kiti cha enzi, ndio kile anachokalia spika. Ikulu ina kiti cha enzi, ndio anachokalia rais. Mahakama ina kiti cha enzi, ndicho anachokalia jaji mkuu. Vile vyote vinaitwa viti vya enzi. Na ngoja nizungumze kidogo hapo kwa wale ambao hawajui. Nimewahi kuona mtu fulani mahali fulani amechukua kiti cha ofisini cha serikali akasafiri nacho, kwamba kwanza alisema ofisini kinapelekwa kwa fundi. Sasa watu wakafikiri fundi wa furniture, kumbe fundi mganga wa kienyeji. Afu akakiweka pale ofisini, akawa anakalia hicho kiti. Kile kiti chake kilienda kukaa kwa mganga siku 40, alafu kile kiti kikarudishwa, ndio huyu baba akawa anakalia. Sasa kiti kama hicho, unapoenda kurithi ofisi hiyo, usikalie kiti kama hicho, kwa sababu kina maagano. Ndio viti vinavyowekwa. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho, mamlaka kubwa kabisa ni kiti. Mamlaka iliyo juu kabisa ni kiti, sio madhabahu. Madhabahu inanisaidia mimi mwanadamu kuweza kuwasiliana na kiti. Kwa hiyo madhabahu inatumikia kiti. Madhabahu kama ambavyo meza tunazolia chakula, meza tunaweka chakula, kiti tunakalia ili tuweze kula. Sisi hatukai kwenye meza ili kula chakula kilichoko mezani. Kile meza inatusevu sisi chakula. Kadhalika na kiti cha enzi. Kwenye maofisi ya wakurugenzi, kwenye maofisi ya madirekta mbalimbali wa makampuni wa nini, watu wanazindika viti, na kuna viti vingine ukivipasua ndani kwenye magodoro unaweza ukakutana na hirizi. Mtu ameweka hirizi za kutosha kabisa, anakalia pale kwenye kile kiti, anapofanya maamuzi anakalia hicho kiti. Unaona? Kwa hiyo lazima muelewe hiyo. Kwenye ufalme wa giza wanafanya na wanatoa sadaka. Unalewa upande wa Mungu ndio watu wanakuwa na maswali. Fungu la 10 la nini? Malimbuko ya nini? Kwa wachawi huwa wanaambia wanatoa sadaka za nini? Wala uwezi kuwakuta watu wanaoenda kwa wachawi wanauliza hiyo sadaka ya nini. Lakini Wakristo ndio wanauliza hiyo sadaka ya nini? Sadaka ya nini? Sadaka ya nini? Na ndio maana hakuna matokeo kwenye maombi yao na huduma yao na utumishi wao upande wa Yesu wao. Lakini upande wa shetani hawaulizi maswali. Mganga anasema niletee milioni 100 kama unataka kuwa mbunge. Huyo anayetaka kuwa mbunge anapeleka milioni 100 bila maswali. Ndio maana upande wa Yesu watu wanaendelea kudidimia, na upande wa shetani watu wanaendelea kustawi. Kwa nini? Kwa sababu upande wa shetani anapelekewa sadaka nyingi sana, anapelekewa hela nyingi sana, na ndio maana akamwambia Yesu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Kwa sababu gani? Amepokea sadaka nyingi. Unaona? Lakini sisi tukisema ombea Tanzania uchaguzi wa mwaka huu, mtu anaomba maneno makavu tu, haweki hata sadaka hapo. Kwa Mungu Baba, ninaomba kwa mwaka huu ninaweka hii shilingi 100,000 kuombea uchaguzi wa mwaka huu. Unaona? Alafu naingia kwenye maombi kwa Mungu Baba, hii shilingi 100,000 naweka agano na wewe. Hili gunia 1 la mahindi ninakuja kukuomba wewe Bwana, nitakalolitoa sadaka. Hili gunia 1 la maharage nitakalolitoa sadaka. Ninaombea taifa langu, naombea uchaguzi wa mwaka huu. Huyu mbuzi wangu namtoa sadaka kwako Mungu, naombea uchaguzi wa mwaka huu. Huyu kondoo wangu, huyu ng'ombe wangu. Ndio tunachotakiwa kufanya, sio maneno matupu. Unaona? Ndio changamoto tulio nayo. Kwa hiyo tunahitaji kumwomba Mungu, na tunahitaji maarifa, tunahitaji nguvu za kuweza kuomba. Na kwa hiyo wewe mwenyewe utaomba, sio lazima wachungaji kuhamasishe kwamba hebu ombea taifa. Hapana, wewe mwenyewe utaomba. Unaweza ukaomba ukiwa umelala chini. Kuna wakati Roho Mungu alimwambia lalia mkono wa kushoto. Lala, ombea taifa la Tanzania. Omba toba ukiwa umelalia huo mkono wa kushoto. Alafu geukia mkono wa kulia. Muombe Mungu wako afanye unachotaka afanye kwenye taifa lako. Hayo maombi ya kulala chini yako kwenye Ezekiel sura 4 mstari wa 4, Ezekiel 4 mpaka 8.
Tena lala chini kwa ubavu wako wa kushoto, ukaweke huo uovu wa nyumba ya Israeli juu yake, kwa kadri ya hesabu ya siku utakazolala juu yake, kwa kadri hiyo utauchukua uovu wao. Maana nimekuagizia miaka ya uovu wao iwe kwako hesabu ya siku, yaani siku 390. Ndivyo utakavyochukua uovu wa nyumba ya Israeli. Tena utakapozitimiza hizo, utalala kwa ubavu wako wa kuume, nao utauchukua uovu wa nyumba ya Yuda siku 40, siku moja kwa mwaka mmoja. Nimekuagizia. Nao utaelekeza uso wako uelekee mazingira ya Yerusalemu, na mkono wako utakuwa ukuvikwa nguo, nao utatoa unabii juu yake. Na tazama, nitakutia pingu, wala utageuka toka upande mmoja hata upande wa pili, hata utakapozitimiza siku za mazingira yako. Kwa hiyo nilifanya maombi ya toba kwa kulala chini kwa mkono wa kushoto, nikawa nalala chini kwenye ramani ya Tanzania. Ninaomba toba na msamaha kwa ajili ya Tanzania nzima, kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya watu wake. Alafu nikaja nikageukia mkono wa kulia, nikawa naomba wakati wa maombi ya miaka 50 mwaka 2011, jubilea ya miaka 50 ya Tanzania. Niliomba toba kwa miaka 7, nikaomba toba kwa miaka 43. 7 ile niliomba toba kwa ajili ya taifa. Miaka 43 nikapeleka sifa, nikapeleka shukrani, nikapeleka vitu kibao, nilipeleka hapo. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba tunahitaji waombaji ambao wana mzigo na taifa hili, watu ambao Mungu amewainua kuliinua taifa hili kwa njia ya maombi. Kwa hiyo maombi yangu mimi ni kwamba kwa kweli tunahitaji waombaji wenye mzigo, waombaji ambao mshahara wao atawapa Mungu, sio serikali wala kanisa wala watu. Kwenye kitabu cha Isaya 26 mstari wa 16 mpaka 19. Isaya 26:16 mpaka 19. Bwana, katika taabu zao walikwenda kwako, waliomba maombi mengi wakati adhabu yako ilipokuwa juu yao. Kama vile mwanamke mwenye mimba anayekaribia wakati wake wa kuzaa, alivyo na utungu na kulia kwa sababu ya maumivu yake, ndivyo tulivyokuwa sisi mbele zako, e Bwana. Tumekuwa na mimba, tumekuwa na utungu, tumekuwa kana kwamba tumezaa upepo. Hatukufanya wokovu wote duniani, wala hawakuanguka wakao duniani. Mungu akamjibu akasema, wafu wako wataishi, maiti zangu zitafufuka. Amkeni, kaimbeni ninyi mnaokaa mavumbini, kwa maana umando wako ni kama umando wa mimea, nayo ardhi itawatoa waliokufa. Kwa hiyo natamani waombaji ambao wanaweza wakaomba mpaka Mungu akafufua, akaleta uzima kwenye ardhi ya Tanzania, akaleta uzima kwenye wilaya zote, kwenye mikoa yote, akaleta uzima kwa vijana, akaleta uzima kwa wazee, akaleta uzima kwa wanawake na kwa wanaume. Kwa hiyo natamani waombaji tuungane katika kuomba. Ziko huduma mbalimbali, lakini pia unapokuwa peke yako, naomba umuombe Mungu. Mungu Baba, ninakuja kwako tena kwa shukrani pamoja na mwenzangu huyu. Tunakuomba Baba kwa ajili ya huruma yako, kwa ajili ya rehema zako, kwa ajili ya fadhili zako na kweli yako. Tunachokiomba sisi kwako, utumiminie roho ya neema na kuomba. Naomba roho ya neema na kuomba katika jina la Yesu. Naomba utujaze roho ya neema na kuomba katika jina kwa damu ya Yesu. Najua Bwana, mwaka huu mchakato wake una mambo mengi ndani yake. Yako mambo mengi. Matumizi ya fedha yatakwenda juu, lakini pia masuala ya kiimani ya watu watakao kuwa wanaamini vitu mbalimbali. Najua kabisa mifugo mingi itachinjwa, na wengine watafika hata mahali pa kuchinja watu. Na Mungu Baba, ninaomba mbele zako katika jina kwa damu ya Yesu, kwa ajili ya mwaka huu katika ulimwengu wa roho. Najua kabisa ukiuangalia mwaka huu unaona ni mwaka uliojaa machukizo, ni mwaka uliojaa machukizo, ni mwaka uliojaa vilio, ni mwaka uliojaa uchawi na ushirikina, ni mwaka uliojaa mambo ya uongo na hila. Baba, ninakuja kwako katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaomba msamaha wa dhambi, ninaomba utakaso Bwana kwa ajili ya anga zima la Tanzania. Ninaileta Tanzania nzima mbele zako Bwana Yesu. Ninaleta mikoa yote, ninaleta maziwa pamoja na bahari, ninaleta malango yote ya kuingilia Tanzania, ninaleta na watu wote waliomo ndani ya Tanzania. Baba, katika jina kwa damu ya Yesu. Wewe peke yake ndiwe Mungu, na wewe peke yake ndiwe Mwokozi. Mimi nakushukuru wewe kwa kuwa Bwana unafanya. Asante kwa ajili ya fursa hii ya maisha ambayo Bwana umetupa. Asante kwa ajili ya wema wako mwingi na fadhili zako nyingi. Baba, pokea sifa na utukufu kwa kuwa unastahili, katika jina kwa damu ya Yesu. Na sasa Baba, ninaomba ujitwalie sifa hata kwa watumishi wenzangu hao ambao tunaomba pamoja nao. Ninaomba nao Bwana uwakubali na maombi yao pia wanayoyafanya. Ninaomba sisi sote tupate kibali kwako katika jina kwa damu ya Yesu. Ninaomba Tanzania Bwana inayokutukuza wewe. Ninaomba Tanzania Bwana inayokufurahia wewe. Naomba Tanzania Bwana
inayokupenda wewe, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Naomba ujitwalie sifa, naomba ujitukuze katika jina lako Yesu Kristo, naomba na kushukuru, amen. Wapendwa wana wa Mungu, namba zangu za simu ukitaka kuwasiliana na mimi 0768211785 na pia 0692893294. Simu ya Vodacom 0768211785 na Airtel ni 0692893294. Mungu ninayemwabudu katika roho na kweli akubariki katika jina la Yesu, amen. Bwana Yesu, mimi nataka kutakaswa sana, ninaomba